Kulikuwa na ukimya mzito, ukimya uliokatiza hata milio ya viumbe wa usiku kama vile vyura, fisi hata na upepo. Usiku ulikuwa mzito kana kwamba anga lilikuwa limejaa huzuni ya zamani. Hewa ilikuwa nzito na giza lilikuwa si la kawaida, giza lililomeza nuru yote, giza lililobeba siri, laana na machungu ya waliotangulia mbele za haki. Katika kijiji cha Kandimba palikuwa na sehemu iliyojulikana kwa jina la Mwanzo, Mwisho, eneo la makaburi ya zamani yaliyosahaulika. Hapo ndipo wazee wa zamani waliozikwa, wengine wakiaminika kuwa wachawi, waliopigwa na umeme wa ghadhabu ya Mungu, na wengine waliokufa kwa njia za kutatanisha. Lakini kuna kaburi moja lililojulikana kama kaburi la laana, lililokuwa pembeni kwenye kona ya mwisho ya makaburi hayo. Kaburi hilo lilihusishwa na roho ya mzee mmoja aliyekuwa mchawi mkubwa ambaye alijulikana kwa jina la Bwana Mbaya. Alifariki kwa njia ya kutisha, aliteketea kwa moto wa ajabu ulioanza ndani ya nyumba yake pasipo chanzo chochote kinachoeleweka. Tangu alipozikwa, wenyeji walizuia mtu yeyote kuliendea kaburi hilo, achilia mbali kulikalia. Lakini kijana mmoja aitwaye Dula, mkorofi na mkaidi wa kijiji kwa miaka yote, hakuamini katika hadithi za wazee. Alikuwa na kawaida ya kucheka, kudharau na hata kukufuru hadithi za mizimu. Hakuna roho wala laana. Ni hadithi za kuwafanya watoto walale mapema, alisema siku moja hadharani. Siku moja ya Ijumaa, usiku wa giza totoro, Dula aliamua kuthibitisha ujasiri wake. Alivaa koti lake la ngozi, akabeba taa ya chemli na kuelekea kwenye makaburi ya Mwanzo, Mwisho. Wakati huo, hata mbwa wa kijiji walikuwa wamejificha, utadhania waliweza kunusa hatari inayokwenda kutokea. Dula alipofika mbele ya kaburi la laana, alicheka kwa kejeli. Haya ndiyo mnayaita makaburi yenye nguvu za giza? Huu ni udongo tu, alisema huku akikalia kaburi hilo juu yake kama mtu anayepumzika. Kwa sekunde chache hapakuwa na lolote. Lakini ghafla, upepo mkali ulivuma na ngurumo za radi kusikika. Taa ya chemli aliyokuwa nayo Dula ikazimika. Giza likamfunga Dula macho, akawa haoni mbele wa nyuma. Kutoka ardhini, sauti nzito iliyojaa huzuni, maumivu na hasira ilisikika ikisema, kwa nini wanadamu hamsikii? Kwa nini mnaikalia mizoga yetu, mnaikanyaga mioyo yetu, mnapuuza kilio chetu? Dula alijaribu kuinuka, lakini miguu yake ilikuwa kama imegongelewa misumari ardhini. Ardhi ikaanza kutetemeka na mikono ya udongo ikaanza kutoka chini, ikimkamata Dula kwa nguvu. Alilia, akapiga kelele, lakini kijiji kizima kilikuwa kimelala. Au labda kilikuwa kimenyamazishwa na nguvu za giza. Roho ya Bwana Mbaya ilijitokeza, sura yake ikiwa nusu iliyochomwa, macho yakitoa moshi mweusi. Wewe kijana, uliamua kudharau usingizi wa waliokufa, sasa utajifunza mateso ya milele. Kila mtu anayekalia kaburi huamsha maumivu ya wale waliopumzika kwa tabu. Na sisi wenye dhambi huumia kwa mateso maradufu. Dula alipandishwa juu na mikono hiyo ya udongo, mwili wake ukining'inia hewani, na milio ya mizimu ikaanza kuzunguka. Alijiona akiwa ndani ya kaburi, lakini si kaburi lake, kaburi lililojaa miiba, moto na giza totoro. Alilia, akaomba msamaha, lakini sauti ya Bwana Mbaya ilimkatiza kwa kusema, usiku mmoja ni wa milele kwa aliyevunja amani ya waliolala. Roho zetu hazina utulivu, hasa sisi tuliokufa bila toba. Kaburi si kiti cha mapumziko. Kaburi ni hekalu la usingizi wa milele. Na mtu akilikalia huamsha laana ya kale. Dula alihisi ulimwengu ukimzunguka kwa kasi, kana kwamba alirushwa katikati ya upepo wa laana. Akafumbua macho, akajikuta mahali pa giza liliojaa vilio vya maelfu ya roho zilizoteseka. Kabla hajajua pa kuanzia, sauti ya kike ikalia kwa uchungu ikisema, wewe ndiye uliyekalia kaburi langu, kilio changu kilizama ardhini, sasa kitoke na kulipiza. Mwanamke huyo, roho ya Bi Nabula, aliyefariki kwa mateso ya mikono ya watu wa kijiji kwa tuhuma za uchawi, alimtokea akiwa na mwili uliojaa majeraha ya moto na pingu za kiroho. Nilizikwa na huzuni, nikawa kivuli kinachoishi kwa machungu. Ulinikalia, ulitonesha vidonda vyangu. Sasa nitakufundisha heshima ya waliokufa.
Dula alipiga magoti, lakini ardhi ilikuwa moto, ikamchoma ngozi yake. Kila alipotaka kusema neno, ulimi wake ulizuiwa na minyororo ya giza. Alipelekwa katika mzunguko wa kaburi la laana, ambapo kila kaburi lilisimulia simulizi ya kutisha kuhusu dhuluma, mauaji, mateso. Na kila kaburi lilimtupia jiwe la kiroho, likiacha alama ya maumivu. Mwishowe, alipelekwa mbele ya kaburi moja lililofunikwa kwa miti ya miiba. Hilo lilikuwa kaburi la mtoto mchanga aliyedaiwa kuuawa kwa kafara. Roho ya mtoto huyo ilikuwa kivuli cheusi kilicho na macho ya kung'aa kama makaa. Alizungumza kwa sauti ya kutetemesha, ulipokalia kaburi langu, nililia kwa mama yangu aliyenitupa. Ulinikumbusha mateso yangu. Huwezi kusamehewa. Mikono ya mizimu ilimpeleka Dula hadi kwenye mti mkubwa wa mkuyu, ambapo waliomkosea walitundikwa kwa minyororo ya giza. Hapo aliwekwa msalabani, akateswa na mizimu, kila mmoja akimfundisha funzo la kuheshimu kaburi, kuheshimu waliokufa na kutotamani usiku wa makaburi. Asubuhi ilipofika, wenyeji wa Kandimba walikuta kitu cha kutisha. Kaburi la laana lilikuwa limechanika, na juu yake kulikuwa na vazi la Dula, likiwa limejaa majivu ya damu. Hakuna aliyeweza kuelezea kilichotokea, lakini wazee walikubaliana jambo moja: laana ya makaburi si hadithi, ni ukweli uliolala ardhini.